Hapa pana maneno ukiangalia dhahiri yake ni ya haki, lakini yana makusudio mabaya, maovu. Hawa watatuharibia nchi, watapoteza mwelekeo wa nchi, kwa sababu Waislamu nao watakapokuja sasa kudai haki zao kwa njia kama hiyo, msiwalaumu. Waislamu wana haki nyingi za kudai. Washaona kwamba kumbe tukitaka haki yetu tutumie njia hii, waweza kuwadhibiti Waislamu. Mtu anayetoka aona kwamba mimi nikifa nenda peponi, waweza kumdhibiti? Wanaweza kudhibitiwa Waislamu kwa miongozo ni kutoka kwa mtume wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini msitudanganye Waislamu, tusidanganyike. Hizi hali hakuna kitu kingine. Katika hutuba moja nilitoa kwamba kuna sababu zinazopelekea mambo haya, labda ukabila, labda hivi, lakini kataja udini. Na wallahi wa billahi, kwa haya yote tuliyosoma mpaka kufika Oktoba 29, 2025 tumebainikiwa kwamba ni udini ulio wazi kabisa. Leo sasa hivi wanahamasishwa vijana tena watoke Disemba 9 wakaidai hiyo haki yao, na haki yenyewe ni kumpindua rais aliyeko madarakani. Wewe Muislamu utakubali ujinga huu? Sasa hutuba zetu nyingine zitaendelea kulifafanua hilo. Wamtaka nani sasa awe rais, ambaye huyo sasa ndio mwadilifu kwetu? Rais gani mnamtaka nyinyi? Na hiyo ndio njia sawa au si sawa au kadha? Lakini mimi maneno yangu ni hayo, kwamba hizi ni kauli za uongo, zimedhihirishwa katika sura. Tunataka haki bwana, itendeke bwana, haki bwana, sio wa kweli, waongo. Sisi tunasema haki lazima iwepo mahali popote, itawale haki na uadilifu, usawa mahali panapostahiki usawa, lakini amani iendelee kutunzwa. Na kuna njia za kudai haki, hii mahakama za ndani au za nje, hata mahakama ya Kiislamu na vinginevyo, kuna taratibu za kudai haki. Lakini sisi hatusemi kwanza amani kwanza alafu haki baadaye. Hatusemi hivyo. Haki wakati wote iko. Lakini kweli maaskofu, mapadre, wachungaji, waandishi wa habari, wanasiasa, waandamanaji, kweli mwataka haki? Ni kweli? Tutasema kalimatul haqqi urida biha albatil.